huo mzigo wako wenyewe mimi siwezi kukupatia na huwezi kunifanya chochote. Yaani unisumbui lolote lile. Mtaa mzima wanajua Layo ni nani? Layo Sela, Layo mbwa mwitu. Yaani wewe nandi nini? Afu Zuchu tu. Mtoto Adija Kopa kwao unisumbui lolote lile. Yaani mzigo wako tayari nishabeba. Yaani mimi ndo kontawa. The King of Street. Utasema nini sasa? Yaani sikiliza mwanangu nikwambie. Yaani katika umtaa mwenyewe nimekukaribisha. Afu sijikuta kwamba wewe namba. Mwenye namba vile vile. Sio nielewa, sio kwa kibao. Yaani kama poa bado poa tu. Nisikilize, mimi huwezi kunipandia juu kiasi hicho. Mimi hamna chochote unachosumbua. Unajikuta namba. Ushakuwa namba tena, au sio? Poa, mimi sinaongea na wewe. Wewe nisikilize, ushaelewa? Huu mtaa mimi ndo wa kwanza. Yaani kama mwenyekiti, mimi ndo mjumbe wake. Na nimeshakwambia kwa hapo umeshajikanyaga. Alafu tutakutana. Yaani mimi siko kwa mbona umeondoka? Ungekuja tumalizane hapa. Unajiatia tu makelele unabwata bwata. Unajua na sela kati usela wenyewe nimekukaribisha mimi tu hapa mtaani. Yaani wewe usumbue na bahati. Sema hivi skani. Yaani ule kudangekaa tu ningemkuruga hapa. Mtoto mbona utulii? Yaani ushanimwagia unga wangu hapa simamii situlii. Mtoto una heshima wewe. Mimi sina heshima. Asa ngoja sasa nikuletee kiboko yangu. Afadhali yangu nimekuona hapo kuna muda kaka nimwagia unga wangu. Kwa anahitaji sisi tulale na njaa sio? Twende huko. Huyu ndo kanimwagia unga wangu. Nani kakufundisha tabia mbaya kiasi hiki? Umepelekea tu unavuta sigara? Jamii itanielewa vipi? Mimi kweli Sela, ninja, mtaa wote unajua kwamba mimi ndo Layo Sela. Mbwa mwitu. Lakini sio tabia kama hii kwa huyu mtoto. Leo kanidhalilisha. Yaani kanivua nguo. Unavuta sigara? Yaani mimi nakulea vizuri nini? Leo ni siku nyingine kabisa. Vipi ticha kwema? Safi kabisa Katalogi. Vipi? Una habari gani? Bali wana vipi? Mambo yanasema? Mambo ndugu yangu Katalogi yanaenda safi kabisa. Kama unavyoona tunajua tena tumetoka kutimiza majukumu huko. Serikali kwa nirudi nimechoka nipumzika hapa. Kwa hiyo afadhali ukuje ndugu yangu kwa kuna chochote kitu naweza nikapata. Sawa. Sasa mwalimu, unajua kuna kitu ambacho hapa mtaani unajua kinanisikitisha sana unajua. Ni kitu gani?
yani kuna kitu kimoja ambacho kiukweli yani kinatia huruma. Yani niende moja kwa moja kwenye mada. Unajua malezi ambayo anapitia sasa hivi Eliza, anapitia wakati mgumu sana unajua. Yani Eliza amekuwa ni binti ambaye anapitia wakati mgumu kwenye malezi sasa hivi. Sasa wewe kama mwalimu ili sijui umelitazama kwa ukubwa wa namna gani? Bwana, swala unaloongea hilo ni sahihi kabisa. Kwamba sasa hivi Eliza kwamba amebadilika kwa kiasi kikubwa mno. Shule mimi ndio najua na mara nyingi sana nipo naye hata shuleni. Kwamba sasa hivi hata ukiangalia mahudhurio yake ya shuleni hayaridhishi. Umeelewa? Kwamba sasa hivi yani amekuwa kwamba ile mtu ambaye amekuwa mtukutu. Umeelewa? Sikiliza. Kwamba hata wiki iliyopita ya nyuma amempiga mwanafunzi mwenzie jiwe la kichwa na amebahatika kwamba kumuumiza. Kwa hiyo ukizungumzia swala hilo la Eliza, mwenyewe linanisikitisha sana. Aisee, kikweli nasikitisha. Na hii yote mimi naweza nikasema kama unavyojua mjomba wake jinsi alivyo. Unajua mjomba wake amekuwa ni mtu fulani ambaye kweli anapelekea sana yule binti kupitia mazingira magumu. Kwa sababu kama unapomjua mjomba wake anaitwa mbwa mwitu. Umeelewa? Yaani mazingira yake alionayo yale basi na yule binti ndo anapitia malezi hayo. Umeona? Kwa hiyo kiukweli mimi nasikitishwa sana na hiki kitu. Ila kwa hili swala hili kusema kweli kama mimi ni mwalimu, ni mtu ambaye nafahamu na najua vipi kuhusu malezi ya watoto. Sababu tunakutana na watoto tofauti hata shuleni. Kwamba mimi swala hili nitalivalia njuga kwangu mimi mwenyewe na nitafanya kitu vyote hivi ili hadi afanyaje Eliza atabadilika. Umeelewa? Hili swala hili kwanza cha kwanza nataka nipeleke kwenye uongozi wangu wa juu. Kama unavyonijua mimi ni mtu wa kwenye system. Umeelewa? Kwa hiyo swala hili nataka nichukue nipeleke kwa uongozi wangu wa juu na imani tutalifanyia kazi na atarudi tena kwenye mstari wake. Teacher. Lakini kwa mimi sikushauri ndugu yangu ili swala wewe kulivalia njuga ulipeleke kwenye uongozi wa juu. Kwa sababu kama ninavyomjua yule bwana yule bwana mbwa mwitu. Sikiliza, mbwa mwitu yeye anatumia nguvu. Umeelewa? Kwa hiyo mimi ni mtu wa serikali. Mimi ni mtu wa serikali kwamba hivi mimi natumia sheria. Umeelewa? Sheria ina nguvu kuliko hata nguvu yenyewe ambayo anayotumia yeye yule. Umeelewa? Kwa hiyo hata tumemgugaga sio ubabe sio au na chochote zaidi ya mimi mwenyewe. Kwanza mimi mtu wa serikali najulikana sehemu yoyote ninapoenda na mamlaka vile vile. Umeelewa? Kwa hiyo hili swala hili kidogo nitalibeba. Sasa hizi ndugu zangu. Sasa kijana. Yaani wewe mbea wa mtaa ulikuwa huko hapa kama unatusikiliza si ndio? Mimi tena. Wewe ndio. Sasa ndugu yangu, kwa hiyo hii njia hii tumeambiwa tusipite, si ndio? Sio hakuna njia. Ina maana wewe ulikuwa unakaa unatusikiliza sima ongezi yetu mimi na huyu mwalimu hapa tunapozungumza ili mradi ukamwambia yule si ndio? Labda hata sikiliza ndugu yangu. Huo mbea wako. Usitutafutie si matatizo, sisi kile kiumbe tunakijua. Yaani yule mtu ana hata subira hata dakika moja. Kusema kweli ndugu yangu, labda nimesikia sikio hili moja tu. Wenda sikio la huko ndio nimesikia. La huko sijasikia. Hapana ndugu yangu, wewe si unakujua sisi wewe ni mbea hapa mtaani. Na ili swala tunahakikisha kabisa wale tunaamini kabisa wewe lazima ukamwambia yule bwana sio kama tunapomjua. Ndugu yetu usitafutie matatizo unajua. Ili swala kama umelisikia liache hapa. Mweleni jamani. Bwana, huyo cha naye hata akienda kusema haina faida yoyote na haiathiri chochote kile. Hata akienda kusema. Lakini mwalimu unajua mimi na wasiwasi na yule bwana kama unapomjua. Yule ana chochote kutumia, sisi tunatumia sheria. Sasa tuchukui nguvu tu mkononi. Haya sawa. Serikali ina mkono mrefu. Umeelewa? Sawa ni kwa hiyo wewe usihofu usiishi kwa amani kabisa tikisa yule mbwa mwitu sidi mbwa paka sidi nani yani mwana mbwa mwitu mwagopa nyinyi hapa si ndio yule sidi mbwa mwitu sidi nani ana chochote basi sawa kisha nimekuelewa ila ushauri wangu wa mwisho kwamba bwana hili swala wewe usilivalie njuga liache kama lilivyo hapana kwa sababu bado hujanishauri